vizuri na Mungu ndio siri ya kwanza ambayo inaweza kukufanikisha kupata mume mwema ama mke aliye mwema. Hakuna namna ambavyo anatokea mwanadamu akakwambia unajua huyu kaka, yani mimi ninamfahamu, ni unajua huyu dada, mimi ninamfahamu. Wanadamu wana maneno mengi sana, watakutumbukiza kwenye shimo kama Yusufu ndugu zake walipomtumbukiza kwenye shimo. Ni ndugu kabisa wa kuzaliwa, lakini walimtia kwenye shimo, wakaona haitoshi, wakamuuzilia mbali. Na hao wanaokushauri unaona ya kwamba watakufikisha kwenye hatima, watakutia kwenye shimo. Lakini Mungu yeye ni mwaminifu. Unapoamua kukaa vizuri na Mungu, hawezi kukutia kwenye shimo. Daudi anasema tokea ningali mdogo hata sasa ni mtu mzima, sijawahi ona mwenye haki yangu ameachwa kilala njaa. Tafsiri yake ni nini? Mungu hajawahi kumtelekeza mtu, Mungu hajawahi kumtupa mtu. Mungu anasema yoyote alitegemea nini hata tayarika kamwe. Wengine walitegemea kazi zao, walipofukuzwa kazi wakafia kwenye ulevi. Wengine walitegemea ndugu zao walipokufa wakachanganyikiwa. Wengine walitegemea wazazi wao walipofilisika wakachanganyikiwa. Mtegemee Mungu jioni ya leo. Kaa na Mungu vizuri kijana, kaa na Mungu vizuri mama, kaa na Mungu vizuri baba. Yuko Mungu ambaye yeye anajua mwanzo wako na hata mwisho wako. Ndiye atakaye kuponya, ndiye atakaye kukamulia kwenye maisha yako yote. Pokea hiyo neema kwa jina la Yesu. Unajua shangazi, unajua baba mkubwa, unajua blaza maana yake. Sikiliza nikwambie, nikutie moyo mtu wa Mungu. Ukiona umetelekezwa, ukiona umetelekezwa, ukiona umekataliwa, usilie. Mwambie jirani yako usilie. Mimi nina uhakika, nina ushahidi. Sikia nikwambie, watu wengi waliokataliwa